Karibu kwenye The Story na Madam T. Habari za wakati huu wapenzi watazamaji wa Double T Media. Karibu kwenye The Story na Madam T. Kipindi chako cha burudani, hadithi na historia za kweli. Imempendeza Mungu tena siku hii ya leo kukutana tena wakati huu, na nipende kuwashukuru wapenzi watazamaji kwa subscribe zenu, comment zenu, like zenu. Ninawashukuru sana. Na leo tunaenda kuendeleza historia hii. The Story na Madam T. Na hatimaye walifika kijijini. Shamla za wanakijiji kumpokea Bwana Masigala na malkia wake zilikuwa kama kawaida pale kijijini kufanyika. Masigala alipokelewa vizuri. Kama unakumbuka, nilisema Masigala ni kijana ambaye alizaliwa akiwa na baraka teletele na alipokelewa vizuri katika kuzaliwa kwake. Ndivyo ilivyokuwa hata katika kurejea kwake kijijini wakati akiwa mtu mzima, alipokelewa vyema sana. Masigala alitandikiwa kanga kuanzia anaingia katika kijiji mpaka anafika kwa mama yake mzazi. Mama yake alimpokea vizuri sana kijana wake. Akamwambia, karibu kijana wangu. Karibu sana Masigala. Karibu nyumbani kwenu. Karibu nyumbani ambapo ulianzia maisha. Masigala akamwambia, asante mama. Alinama na kisha mama yake akamshika kichwani. Ndivyo zilivyokuwa zikitolewa baraka pale kijijini kwao. Na baada ya hapa mama Masigala alikuwa ameshaandaa mkeka mzuri sana. Alikuwa ameandaa chai nzuri sana na miogo ya kuchemsha jamani. Miogo mizuri miraini. Akawakaribisha, karibuni wanangu, wakaketi mkekani. Queen sasa dharau zake za mjini zikaanza. Mimi siwezi kukaa kwenye mkeka. Nataka kiti. Mama Masigala alibaki akimshangaa. Kwanza alikuwa hajui ni nani. Kwa alibaki tu akimshangaa, akamwambia, binti yangu, hapa kijijini huwa tunakaa kwenye mikeka. Ngoja nikuonyeshe tunakaaje. Ila subiri kwanza. Akatoa kanga, upande wa kanga akampatia yule binti avae. Queen akasema, mimi sivagi kanga. Akamwambia, mwanangu, upo katika mila na desturi zetu. Hii kanga inakubidi tu uvae. Akamsaidia na kufunga, kisha akamwambia, keti mwanangu unywe chai. Queen ilibidi akae tu kibishibishi, amekaa kia sala tu pale chini kwenye mkeka. Pasina hata kujali kwamba anatakiwa awe na hekima kwa sababu amefika katika mji mgeni. Alikaa huko akibinua midomo, akibinua, akisonya. Akatoa simu yake kwenye pochi kama ilivyo kawaida, akaendelea na michezo yake ya simu. Masigala alikasilishwa sana na kile kitu alichokuwa kikifanya Queen. Akamuita kwa sauti ya ukali yenye uzito, Queen! Mpaka alishtuka. Nini na wewe? Akaanza kumfokea. Mbona nishtua? Akamwambia, Queen, kumbuka upo katika ardhi yangu. Ninaomba utii kila utakachoambiwa na mama yangu. Queen alisonya, anakurusha mikono juu. Yaani ile ya kwamba ninafanya tu lakini sipendi kufanya hichi kitu. Kwa nini nafanya hichi kitu? Na kisha akamwambia, Masigala, mimi naomba turudi nyumbani. Babe, naomba turudi nyumbani. Masigala akamwambia, shh. Yaani shh. Queen ilibidi anyamaze. Akawa mpole. Yaani unajua ile kama umemwagiwa maji. Ilibidi tu awe mpole yani. Akatulia. Baadaye wakati wanaendelea na mlo na chai, mama Masigala akamwambia kijana wake, ninatamani nikutembeze shamba. Lakini kwa sababu ni mama mwenye hekima, alikuwa anajua kwa nini anataka kumtoa Masigala pale. Na katika matembezi yao ya shamba, Queen alikuwa amebaki nyumbani. Mama Masigala alianza kumwambia kijana wake, Masigala, kijana wangu, umekuja na mgeni nyumbani, lakini huko nitambulisha. Ninajua ulikuwa unasubiria wakati sahihi wa kunitambulisha mimi kama mama yako. Lakini mimi ni mtu mzima. Yule ndo mkwe wangu? Alimuuliza. Masigala akamwambia, ndiyo mama, ni mkwe wako. Nilitamani kukutambulisha wakati ule, lakini alinikwaza sana. Alinikwaza mno kwa zile tabia zake alizokuwa akionyesha pale. Na ni kawaida yake kufanya vile. Sielewi mama, lakini yani ni kawaida yake. Tangu tumeanza uhusiano mpaka hapa tulipofikia, yuko vile. Queen hajawahi kubadilika. Hajawahi kubadilika mama. Lakini nimempenda mimi kijana wako. Naona kabisa siwezi kuishi bila yeye. Ni mwanamke ambaye nilianza naye tangu niko chuo. Kwa hiyo sioni kama inaniwia rahisi mimi kumwacha. Mama yake akamwambia, ninaelewa Masigala. Ninaelewa mwanangu. Na ninaelewa jinsi ukimpenda mtu inavyokuwa. Ninaelewa sana. Lakini ngoja nikwambie kitu kimoja. Hata mlo huwa tunabadilisha. Sio kwamba kila siku tutakula miogo ya kuchemsha. Sio kila siku tutakula miogo ya kuchemsha na chai. Hapana. Kuna siku tutatumia vitafunwa viazi. Kuna siku tutachemsha magimbi. Kuna siku
tutachemsha viazi mbatata. Yaani huwa tunabadilisha mlo. Lakini mimi kama mama yako, kwa jicho na sikio, nimeweza kusikia, nimeweza kuona yule mwanamke hakufai kijana wangu. Queen hakufai kijana wangu. Sasa hiyo Queen alivyoitamka Mama Sigara, nashindwa hata kuitamka. Maana ameitamka unajua tena kijijini. Lakini Masigara aliendelea kumwambia mama yake, nimeliwaza sana mama, lakini nimegundua huyu binti naweza kumbadilisha. Ila sijajua natakiwa kumbadilishaje. Na ndio maana nikaamua leo nije naye mama ili unisaidie. Mama yake akamwambia, samaki hukunjwa angali mbichi. Kwa pale alipofikia hatuwezi. Lakini pia nikukumbushe mwanangu, tabia ni DNA. Huwezi kubadilisha tabia ya mtu hata siku moja. Sijui unanielewa vizuri? Mama yake Masigara alimuuliza. Akamwambia, mama, ninapata wakati mgumu. Ila ngoja nirudi kwanza nyumbani, kisha nitakurejea. Mama Masigara akamwambia, angalia usije ukakosea. Huwa tunasema heli ukosee kabla ya ndoa kuliko ukosee baada ya ndoa. Kwa maana ukishamuoa huyu binti huwezi kumwacha. Kwa hiyo mwanangu, kakae utafakari sana. Baba yako mpaka ananioa mimi alichukua muda mrefu sana. Na mimi nilikuwa nikimsumbua sana. Lakini ilimuia rahisi kunioa kwa sababu tulikuwa pamoja, tulicheza pamoja. Alikuwa akinijua kuanzia utoto wangu, uhusiano wangu mpaka ukubwa wangu. Na Mungu tu hakubariki tuzeeke pamoja. Lakini wewe huyu umekutana ukubwani. Mmekutana ukubwani. Ni ngumu sana. Ni ngumu sana Masigara kijana wangu. Nitafurahi ukifanya maamuzi yaliyo sahihi. Kwa sababu wewe ni mtu mzima sasa. Na mimi kama mama siwezi kukuamulia. Ndugu mtazamaji, unahisi mama wa mjini wa sasa hivi au mama wa kijijini wa kipindi hicho au wa kipindi hiki anaweza akakubali simple hivyo kuachia maamuzi ya kijana wake, yani aachie tu kwamba utakachoamua wewe? Nani kasema? Kwa hiyo mama Masigara kwake ilikuwa hivyo. Ni mama mmoja ambaye ana busara sana na ni mama mmoja ambaye anampenda sana kijana wake. Hapa ninazungumzia nguvu ya upendo wa mama kwa kijana wake. Basi walirejea nyumbani na wakamkuta Queen amelala. Hivi unaelewa, amelala pale pale kwenye mkeka, vyombo hajatoa. Yaani kama walivyomwacha ndivyo walivyomkuta. Kilichoongezeka ni usingizi tu. Masigara alikwazika sana na kile kitendo. Alitegemea labda mrembo wake angetoa vyombo, angeenda angeosha, angevipanga, angekunja hata mkeka akajilaza ndani. Lakini yani amekaa hasala. Jamani, hata kama ndo uzungu ndo hivyo. Basi Masigara kufika pale hakuonyesha ile hali ya kwamba, lakini ndani ya moyo alikuwa na maumivu makali sana na aliendelea kutafakari maneno ya mama yake. Baada ya hapo alimwamsha kwa sauti ya utulivu kabisa. Queen, amka tuondoke. Aliamka akiwa amenuna hapo, amejinyonyesha na rusha tu miguu. Jamani, Queen alikuwa na vituko kwa kweli. Alikuwa na vituko sana. Mama Masigara alibaki tu akimwangalia yule binti na kusikitika. Alisikitika sana. Akasema, mwanangu ana uwezo wa kunibeba, lakini huyu binti hawezi kunibeba. Kisha akaingia zake ndani. Masigara akimbeba mrembo wake, wakirejea nyumbani kwao. Baada ya kufika nyumbani, Masigara alionyeshwa kuchukizwa sana na kuanza kumwambia, ulichokionyesha leo Queen sijakipenda kabisa kwa mama yangu. Kwa nini umekuwa vile? Queen naye akakasirika. Kwa nini huko niambia kama unanipeleka kijijini kwenu? Kwa nini huko niambia kama kijijini kwenu kunaonekana vile? Mimi sijapenda kabisa kuingia katika ile ardhi. Kwanza watu wenyewe wabaya, wachafu. Vitafuno vyenye si miogo. Miogo tena na chai ya rangi. Nani? Mimi. Ukunywa chai ya rangi. Queen aliendelea kumjaza hasira kifuani Masigara. Hata mkono wake uliponyanyuka na kumkata kibao, sijui ilitokea wapi. Masigara alijikuta tu akimkata kibao mlembo wake. Queen alilia kwa sauti sana. Imefikia hatua leo ananipiga, analia, yani na unajua ile kujiliza kibebi ile. Yaani analia, Queen analia kweli. Masigara alimwangalia kwa hasira, akarusha mabegi huko, akaenda zake chumbani akajifungia huko ndani. Akibaki akitafakari maneno aliyoambiwa na mama yake. Aliyatafakari sana usiku ule. Hakuweza hata kulala.
Ilivyofika saa 8 akashangaa, mbona mlembo wangu hajaja chumbani? Akarudi akamkuta Queen yuko zake sebleni kama kawaida anabeti. Alimwangalia kwa hasira, akarudi tena chumbani. Hakufanya jambo lolote kwa wakati ule. Alirudi zake chumbani, akaamua kuchukua laptop yake na kuendelea tu na kazi zake za ofisini. Alifanya kazi usiku kucha, Masigala hakulala. Lakini wakati huo akili hata ilikuwa katika kazi aliyokuwa akifanya. Alikuwa akiwaza sana maneno aliyoambiwa na mama yake. Sana. Na wakati mwingine hata picha ikimjia vile alivyokuwa akitembea shambani na kuzungumza na mama yake. Ilimuumiza sana. Asijue anaanzia wapi. Anapata wapi tena mwanamke mwingine mlembo. Anapata wapi tena mwanamke mzuri. Basi ilibidi aendelee tu na utaratibu wake wa kumuoa yule binti Queen. Hapo ndo ninapokuambia kosa lilipofanyika. Masigara alifanikiwa kufunga ndoa na Queen. Queen bwana alikuwa kwa Masigara kwa manufaa yake yeye mwenyewe, sio kwa upendo hata. Na tayari alikuwa ameshapangana na marafiki zake ya kwamba lazima amfirisi Masigara. Kwa hiyo bwana Queen alifanikiwa kwa 50%. Amebakisha 50%. Lengo lake lilikuwa ingie kwenye ndoa iliyo halali. Queen aliolewa. Maisha yaliendelea ya mke na mume. Ndipo Queen alipoanza kuonyesha makucha yake kwamba yeye ni nani na yuko pale kwa misheni gani. Ni hatari. Pasipo kujua, Masigala aliendelea na utaratibu wake wa kawaida. Anaenda ofisini, anarudi nyumbani, anaenda ofisini, anarudi nyumbani. Huku Queen akiendelea na misheni yake. Akaanza kutafuta hati za nyumba. Kila mumewe alipokuwa akitoka, yeye alikuwa akikagua nyumba kama mkaguzi. Kama mapolisi ambao wamevamia sasa wanakuja kusearch kwamba kuna kesi ya mauaji, sasa tunatafuta bastola iliyotenda mauaji iko wapi. Ndio kitu alichokuwa anakifanya Queen nyumbani kwake. Anafungua drawer, anatupa hiki kule, anatupa hiki kule, anatupa kule, anatupa kule. Yaani ilikuwa ni vurugu mechi humo ndani. Anatupa kila kitu. Akijua kwamba hizo document zitakuwa ndani. Masigala alikuwa kichwa sana. Yaani unajua kuna ile mtu anasema msomi. Yaani ukishasikia kitu kinaitwa msomi, ujue sio mtu wa kumchezea. Kwa hiyo Queen alijitahidi kufukua. Yaani alifukua huku, alifukua kule, alifukua kule. Kwa lengo la kwamba azipate zile, azisimamie sasa. Sijui lengo lake lilikuwa kabadilisha majina, sijui lengo lake lilikuwa ni nini. Yaani mimi sikuwa naelewa kwa kweli. Baadaye wakati anaendelea na huo ukaguzi, asijue nini kinafuata, Masigala alirudi nyumbani ghafla. Akaingia ndani bwana. Kuingia ndani akashangaa, yani kwanza amefika tu sebleni. Picha la kwanza anakutana nao mito iko chini. Akawaza, ndani kwangu leo kunafanyika usafi wa aina gani? Mito chini, sio kawaida. Yani alishangaa sana. Ngoja niingie jikoni nikanywe maji. Picha la pili anafika jikoni, anakuta yani haelewi, drawer zimefunguliwa. Sasa akawa anajiuliza, usafi mpaka jikoni? Akabaki tu anacheka, anatingisha kichwa. Nipandishe basi juu chumbani kwangu. Anafika chumbani huko anamkuta mama mtu ana sweti. Yaani ni jasho linamtiririka. Ikabidi muulize, Queen, mama anamuita. Queen alishtuka. Yaani unajua ile kama mwizi kafumwa sasa, yani amefumwa hapo, anataka kuiba kitu cha watu. Akashtuka Queen. Kulikoni? Leo mbona umewahi kurudi? Akaanza kushauti. Mbona umewahi kurudi? Inakuaje? Yaani as if kwamba hakutegemea. Basi kwa hiyo kilichotokea, Masigara akamwambia, nini kinaendelea hapa ndani? Alimuuliza, nini kinaendelea hapa ndani? Naomba uniambie sahihi. Maana tangu naingia mlango wa sebleni mpaka huko nilipofika sielewi ni nini kinaendelea. Queen akaanza kujingata-ngata. Mara kajingata, mara kajikuna hapa, mara kajikuna hapa. Yaani haelewi cha kumjibu mumewe. Masigara ni mtu mzima sana. Ana akili sana. Yaani ni ana akili mara 100 zaidi yako. Kwa hiyo alivyomcheki, alivyoangalia zile karatasi pale kitandani, akaangalia, akaona okay. Akawa kashajua. Kwa alichokuwa anakifanya, aliamua kuchukua maamuzi magumu kama mwanaume sasa. Sasa nikisema kama mwanaume, ninamaanisha kwamba inafika wakati mwanaume anatakiwa awe na maamuzi magumu. Na sio mwanaume peke yake, hata mwanamke. Pale inapobidi, unapoona sasa hapa hapana, inabidi uchukue maamuzi magumu, uchukue hatua.
Masigala alirejea kazini kwake bila hata kumwaga Queen. Alipofika kazini, alimpigia mwanasheria wake simu. Alimwambia, mwanasheria, ndoa yangu haina hata miezi 6. Lakini huyu mwanamke siwezi tena. Kama atang'ang'ania kuishi kwangu, ataishi kwangu kama dada, sio mke tena. Mwanasheria akamuuliza, kuna jambo gani limetokea? Naomba unielezee hatua kwa hatua. Masigara ikabidi ampe mwanasheria picha halisi ilivyokuwa ya pale nyumbani na kile alichokuwa kihisi kwamba ni kweli. Mwanasheria akamwambia, rudi nyumbani kwako. Usiku mtulivu, kaa na mke wako. Ongea naye vizuri. Nina imani atakueleza kila kitu kabla ya kuanza hatua. Masigala alimuelewa mwanasheria na akafanya kama alivyoagizwa. Alirudi nyumbani na akamwita kipenzi chake, malkia wake, mke wake. Wakakaa, wakazungumza. Akamwambia, Queen mama, nini shida? Niambie, funguka. Mimi ndo mume wako mpaka kufa, kumbuka. Niambie, ni nini kinakusibu? Nini kinakufanya ufanye haya yote? Nini unatafuta? Una shida na nini? Una haja gani? Queen akabaki tu amejinunisha pale. Hana jibu la kumjibu mumewe. Aibu, kwa sababu alihisi tayari ameshagundulika alichokuwa anakifanya ni kitu gani. Kwa hiyo akabaki tu pale ana aibu zake, yani haelewi nini ajibu. Baadaye akamwambia, si wewe ndo chanzo. Umenioa lakini kila kitu umejibinafsisha mwenyewe. Masigara akamwambia, nimejibinafsisha mwenyewe kivipi? Akamwambia, tumeona tumekuwa kitu kimoja. Kila kitu tunatakiwa tushare. Lakini wewe hunionyeshi wapi umeka document, hunionyeshi wapi hati za nyumba zilipo, hunionyeshi leseni za magari zilipo. Mimi nimekuwa tu kama msaidizi hapa nyumbani. Kwamba sina maana. Masigara akacheka. Yaani unajua ile akacheka mpaka akashika kichwa. Mama, kumbe shida ni hilo tu mama. Si ungeniambia? Si ungenieleza? Akajinunisha pale na kwambia kweli. Akajinunisha. Masigara ikabidi amsogelee mke wake karibu na kumkumbatia. Ungeniambia mama kama shida ni hiyo. Ungeniambia. Mali. Kweli, mali ndo za kutufanya tuishi hivi Queen? Kweli. Mali ndo za kukufanya ufanye huu ujinga wote uliofanya huko ndani leo? Kweli mama? Queen kanuna tu. Hana ambalo anaweza kumjibu Masigara. Akamwambia, sasa sikia. Nilikuandalia zawadi. Nilikuandalia surprise. Lakini kwa sababu umekuwa na haraka na hiki kitu, nenda kajiandae. Queen kanyanyuka pale anajivuta tu domo liko mbele na kwambia kaenda kavaa huko na kwambia kwa mara ya kwanza kavaa gubeli. Si mnajua gubeli? Kwa mara ya kwanza Queen kavaa gubeli. Yaani zile nguo zake za uchafu na nini hata kavaa zake gubeli. Akashuka, akamwambia niko tayari. Wakatoka zao hapo, wakaelekea kijiji cha pili. Kijiji hicho ni kijiji ambacho kimeendelea, ni mji mkubwa sana. Walivyofika pale, Queen alionyeshwa bonge la nyumba. Akaambiwa, mama, sasa hii ni nyumba yako. Queen wacha afurahi. Wacha aruke na kuanza kuchukua funguo na kuingia ndani. Chumba kimoja badala ya kingine. Wacha afurahie nakwambia. Mara mkumbatie mume wake, mara mkisi mume wake. Yaani ni alifurahia hatari. Mwisho siku akarudi na kuanza kuomba msamaha. Wakiwa wako katika ardhi ya ile nyumba ambayo amekabidhiwa. Nisamee mume wangu. Nisamee. Ni kweli nilikuja kwako kwa lengo la kufanya 1, 2, 3. Nilikuwa nataka nikufirisi kabisa. Lakini baadaye tu nikajikuta kama moyo unakataa. Masigara akamwambia, unakataa wapi? Unakataa wapi? Moyo ungekuwa unakataa ningekukuta umefanya vile ndani. Sikia nikwambie Queen. Nilikuwa nikikusoma kwa muda mrefu sana. Na mama alishaniambia hili. Lakini sikutaka kumsikiliza kama mama yangu. Na mimi nilishajua kwamba nimekosea. Ila leo acha nikwambie tu kweli. Tumekuja na Edward hapa, yuko mahali hapa. Kuna kitu kimoja nataka tukubaliane mimi na wewe. Kimoja tu ninataka tukubaliane mimi na wewe. Na ukikubali hili, hii nyumba ninakuandika sasa hivi. Ukikataa hili, maisha utakayoishi utanisahau kama mimi ni Masigara wako. Queen akashtuka. Akawa anashangaa. Nini kinaenda kufanyika leo? Ni nini kinaenda kutokea leo? Alikuwa akishangaa sana asielewe nini alichokiongea mumewe.
Masigara alipiga simu. Edward akaitika, akaja. Alivyofika mahali pale, Masigara akamwambia Edward, kazi ya kufanyika leo ni kazi moja tu. Nilikwambia hii nyumba ni ya Queen, si ndio? Akasema ndio. Lakini nilikwambia hii nyumba nitamkabidhi atakapofanya nini? Edward akasema atakaposaini talaka. Queen akashangaa, akaanza kujiuliza pale. Alilia Queen. Talaka? Masigara, leo unanipa talaka baada ya yote tuliyofanya? Baada ya yote tuliyopitia, umesahau? Akaanza kumkumbusha sasa. Masigara akamwambia wala sijasahau Queen. Na ndio maana nimeamua kufanya hiki kitu kikubwa kwa ajili yako. Kwa maana ninakumbuka fadhila zako. Ninakumbuka vile ambavyo ulikuwa ukinisaidia wakati niko chuo. Ninakumbuka sana. Ningekuwa kijana mpumbavu, hata hiki nilichokifanya kwa ajili yako leo nisingekifanya. Lakini kwa sababu nina akili, sijataka kukuacha masikini. Na ndio maana nimeamua kukupa hii zawadi. Sasa chagua. Unakubali talaka yangu au unaendelea na mimi na nibaki na nyumba yangu? Ubaki kama ulivyo una kitu. Queen akipiga hesabu zake za haraka alikuwa na yule jamaa kwa ajili ya kumfilisi. Kashindwa kumfilisi kule alikokuwa anakaa. Amepewa zawadi, akawaza kwa haraka kwamba hawezi tena kuendelea kwa sababu hakuwa na mapenzi na Masigara. Alikuwa naye kwa ajili tu ya kile alichokuwa nacho. Queen alikubali, huwezi amini ise. Alikubali kusaini talaka bila hata utata. Hata ubishi. Alimuuliza tu Edward, karatasi ziko wapi? Naomba na peni. Akasaini. Aisee, kuna wanawake wapumbavu, halafu kuna wanawake majasiri, halafu kuna wanawake wajinga. Queen alisaini zile karatasi bila uoga, bila hofu. Na baadaye akamwambia Masigara, pole sana, kwa maana sikukudadavulia mapema kwamba mimi ni mtu aina gani. Lakini wala mapenzi yangu hayakuwa kwako. Ila kwa sababu nilijua una kitu, ndio maana niliamua kufanya haya yote. Mwanamke hujishusha kwa mwanaume mwenye kitu ili apate kile kitu, lakini sio kwa mapenzi. Ila mwanamke mwingine huenda kwa mwanaume ambaye ana kitu kwa mapenzi. Lakini pia mwanamke mwingine huenda kwa mwanaume kwa sababu tu ya maisha. Na maisha yakishabadilika, naye pia hubadilika. Kwa hiyo kuna wanawake wa aina nyingi sana katika dunia hii. Nikupe tu ushauri. Unakoelekea, angalia mwanamke sahihi. Usiangalie uzuri wa mwanamke. Usiangalie shepu ya mwanamke. Usiangalie chochote kile alichonacho. Kwangu ulikuja kwa sababu nilikuwa msaada mkubwa kwako. Lakini mimi kupitia msaada wangu nilitegemea kuvuna kitu kutoka kwako. Uzuri ulishanisoma. Kwa hiyo nikupongeze kwa maana ulinijua mapema sana. Ninakushukuru kwa ajili ya hilo. Nisamehe sana Masigara kwa kukupotezea muda. Nisamehe sana kwa vituko vyote nilivyovifanya. Lakini ungekuwa mwanaume mwenye akili, ungeshaniacha kitambo. Sema ulining'ang'ania sana. Na ulining'ang'ania kwa maana niliweza kucheza na akili yako. Masigara aliumia sana. Aliumia mno. Hakutegemea. Kitu ambacho kilimshangaza zaidi ni Queen kusaini karatasi. Ndipo Masigara alipokumbuka maneno ya mama yake. Alilia sana. Alilia kwa majuto. Yaani alilia mpaka alikosa nguvu. Alilia sana. Lakini hakuwa na jinsi, kwa maana kile alichokuwa anakitaka kilikamilika na Masigara alirejea nyumbani kwake. Simu ya kwanza ni mama yake. Huku akiwa na kwikwi nzito, kwikwi ambayo hata ukiinywea maji haiwezi kukatika. Halo, mama mtu akamwambia, una shida kijana wangu? Kama ninavyowaambia na kama nilivyowaambia mwanzo, mama humjua sana mtoto wake. Masigara akabaki analia tu, hawezi kueleza chochote. Analia tu, yani yeye analia, unajua ile ni analia. Amelia sana Masigara katika ile simu. Akashindwa kujielezea kitu chochote kwa mama yake. Na baadaye mama yake akamwambia, huna haja ya kuelezea kijana wangu. Ninakuja wakati huu. Mama Masigara alifunga safari na kuelekea nyumbani kwa kijana wake. Alivyofika tu, cha kwanza ni kumkumbatia kijana wake. Alimkumbatia kwa nguvu zote. Alimkumbatia kumbatio la hisia kubwa sana.
Akamuuliza, nini kimekupata baba? Masigala hakuwa hata na haja ya kumwelezea mama yake. Alivyoanza tu na kusema, mama, Queen hayupo, mama yake akasema, basi mwanangu, wewe ni mshindi katika hili. Wewe ni mshindi. Hujashindwa. Wewe ni mshindi katika hili baba. Hujashindwa. Jiamini katika hili. Masigara akabaki, lakini mama akamwambia, hapana. Hapana cha lakini sahihi. Saa hii na wakati huu ni wakati sahihi wa kutengeneza maisha yako. Ni wakati sahihi wa jicho lako kutazama nani anafaa kuwa wa kwako. Ni wakati sahihi wa wewe kupiga goti na kuongea na Muumba wako na kumuuliza, ni nani aliyekuandalia? Niliongea na wewe na hatimaye Mungu amefanya. Ninakushukuru kwa ajili ya hiki kilichotokea mwanangu. Usikufuru Mungu wala usimlaumu Mungu, bali mshukuru sana Mungu, kwa maana amekutolea kivuli ambacho usingeweza kukiziba na chochote kile. Usingeweza. Lakini kimeondoka chenyewe. Mshukuru sana Mungu. Alimkumbatia tena kijana wake. Masigara alibaki akilia sana. Akilia sana. Kumbuka Masigara alimpenda sana Queen. Alimpenda mno. Alimpenda sana. Masigara alilia sana. Alilia mpaka sauti kukauka. Alilia mno. Yaani ni alilia. Lakini mama hakuchoka kumbembeleza kijana wake. Aliendelea kumkumbatia kwa upendo. Aliendelea kumwambia maneno ya kufariji katika masikio ya Masigara. Aliendelea kumpa moyo kijana wake kwamba hajashindwa, yeye ni mshindi. Hajashindwa, yeye ni mshindi. Kwa hiyo Masigara hakukata tamaa kabisa. Aliendelea kumsikiliza mama yake na aliendelea kuwa na mama yake kwa wakati ule wote. Na mwisho kabisa Masigara alifanikiwa kupata mrembo mzuri sana pale kijijini kwao. Mzuri mno, anaitwa Naomi. Binti mzuri, binti aliyelelewa kwa hekima, binti aliyewapendeza watu wote, binti ambaye naye katika uzaliwa wake alipokelewa vyema sana na wanakijiji. Na huyo ndiye alikuwa mke mwema wa Masigara. Na huyo ndiye mwanamke ambaye wanaishi mpaka sasa na Masigara. Wanaendeleza gurudumu lao, wanaendeleza ndoa yao, wanaendeleza maisha yao. Na maisha yao ni mazuri mno, ambayo yanatamaniwa na kila mtu, kama vile walivyokuwa wakitamaniwa baba yake na mama yake. Tulivyoanza stori yetu, na hisi mlikuwa nami wapenzi watazamaji. Na ndivyo ilivyokuwa kwa Masigara na kipenzi chake Naomi. Walikuwa na mapenzi ya kuigwa sana. Kila mwanadada, kila mwanakaka ambaye alikuwa akiwatazama kapo ile, walikuwa wakivutiwa nao sana. Walikuwa wakitamani sana wawe kama wao. Lakini je, nani ajuae? Ni nani ajuae kwamba inaweza ikawa vile au isiwe vile? Ni nani anayejua kwamba mtu wangu atakuwa yule au atakuwa huyu? Basi hivyo ndivyo ilivyokuwa mwisho wa maisha ya Masigara na kipenzi chake Naomi. Na huu ndo mwisho wa historia inayomhusu Masigara, ambayo tulianza nayo wiki iliyopita na leo tumefika hitimisho. Na wiki ijayo tutatembelewa na Masigara na malkia wake kwa ajili ya kuzungumza nao mawili matatu na kutuelezea vile ambavyo wao wanaishi kwenye maisha yao kwa sasa. Usipange kukosa hapa Double T Studio kwenye The Story na Madam T. Kwa heri. The Story na Madam T.